So tunaweza sema kwa scorecard ya Rais William Samoei Ruto saizi tunampatia 6 out of 10 kwa sababu amejaribu, lakini tuweze kumsubiri kwamba aweze kupanga kazi, atekeleze, tuone kama ataweza kutekeleza jinsi aliweza kutupromise wakati ya manifesto, ambapo alipeana zaidi ya 237 manifesto, na out of 237 manifesto ametimiza, tunaweza sema saizi 108. So tunampea 6 out of 10 kwa sasa, lakini tumpe muda tuone ambayo anaweza fanya. Hatutaki kuweka mtu pale kwa sababu ya hasira. Tunataka suluhu kwa wananchi. Ndiposa tunasema ya kwamba lazima tupate yule kiongozi ambaye analeta njia mbadala, inaitwa alternative agenda. Atuambie kama ni SHA anaenda kurekebisha kivipi, na SHA what are the gaps, na kama ni hii maneno ya affordable housing, tayari watu wameshajengewa nyumba, hizo nyumba zitabomolewa ama nyumba zitapewa kina nani? Do they have the title deeds? Hizo ndo maswali lazima tujiulize kama viongozi hapa Nairobi. Sio maneno ya 2 term 1 term. Lazima tujue ni agenda gani tofauti ambayo italeta njia tofauti na manufaa kwa wananchi. Real talk. Real leaders. Change. Let's begin. Kenya nchi yetu, Kenya taifa letu, Kenya taifa tunayoipenda. Sio maneno yangu hayo, ila ni maneno kutoka kwa wimbo wa taifa. Hivyo basi, watazamaji, nipo nchini Kenya. Mhenga G jina langu, DSM Media siku zote. Basi ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo. Nimesema ukiniita Mhenga G sitakosa kuitika. Hivyo basi, popote pale ulipo, toa utandabui machoni na komango masikioni, nikaweze kupeleka kwa yanayojiri ndani ya jiji. Twende nalo. Naam watazamaji, jinsi mnavyojua lazima mtu hukuwa na jina na lazima mgeni atambulishwe. Nilikuwa nimwambia Mhenga G jina langu, basi cha tujue mwenzetu anaitwa nani? My name is Jaware JM. I'm a governance expert, youth leader here in Nairobi, and policy expert. And we do a lot of things in the city of Nairobi. And also at the same time, I'm the chairperson of Green Visual Photographers of Nairobi. The photographers you see in Nairobi, they are more than 2,000, and they do a good job in Nairobi city by enhancing the vibes and culture of Nairobi. This is what we do. Thank you. Wow, that's great, and actually that's a very great introduction. Jaware, we are grateful to meet you here because tumesikia jinsi mambo inavyoendelea kwenye jiji. Lazima tukaweze kupata utafiti, tukaweze kufanya utafiti kidogo, tukaweze kujua ni yapi yanayoendelea ndani ya jiji. Na kwa sasa hii umetaja about photographers, umetaja about the government of Kenya, umetaja about Nairobi as a county and also as a city. Kwa hivyo hayo yote tuko ndani ya DSM, tunatamani sana kujua mengi zaidi kuhusu hayo, na bila kupoteza muda tuanze mambo ya photographers. Actually kwa sasa wanasema that there's an outbreak of photographers in Nairobi, and it seems they are out of control, like imekuwa ngumu kwa control, na vijana wengi wamejitumbukiza kwenye hilo swala. Vipi kuhusu hilo swali? Hebu ongea jambo kuhusu hayo maneno. What I might be able to say is this. The increasing number of street photographers, it is good for the country. Because one, it is giving the young people opportunity to earn something and to have maybe families, to take care of the families. That is why when you see many photographers taking photography in the streets of Nairobi, it is bringing that culture of Nairobi, and it is a vibe to the people of Nairobi. And secondly, it is also bringing an income to these young people who do not have jobs. And remember, the main agenda of this city county of Nairobi was to give these young people an opportunity to earn. But right now already they are earning because the Governor Sakaja has given them an opportunity for them to earn, and that is why we want them to be equipped with good cameras to have this photography and promote this kind of photography. And other of them, they are doing a great job in the city of Nairobi, and hatuwezi sema ni maneno mabaya. So nikisikia perception ya watu wanasema kwamba photographers wengine wanasumbua watu, hapana, hujawaelewa. Sit down with them, speak with them, utasikia kwamba wanasaidia sana. Ukiona saizi watu wengi wametoka job, wanataka picha.
na wanapigwa picha nzuri sana. Hata kuna mwanamuziki ambaye alisema photomoto, na photomoto ndo inaleta mambo mzuri Nairobi, na Nairobi najua is a city of vibes. Hata ukiangalia the way nganya hizi matatu ambayo the way they are presented to Nairobi inaleta vibe na culture. Ukienda pale Nairobi City County utapata kuna department ambayo inaitwa Arts and Culture ambayo inashughulikia maneno ya wanafotografia, na hao photographers wanafanya kazi mzuri, ndio maana hata department zote inawa recognize, ndio maana hata street fulani kama for example saizi tuko street ya City Hallway hapa ni International House, na kuna photographers ambao wanafanya kazi mzuri sana, na lazima tu promote kazi zao because wanasaidia vitu mingi Nairobi, wana earn a living, na pia wao wanaweza ku-enhance the aesthetics of this beautiful city of Nairobi. Asante. Naam, tumefurahia sana kwa hayo mapendeleo. Pia kumekuwa na maswali Jaware pale ya kwamba vijana wengi ambao wanaingia kwenye haya maswala, wengine wao wanawaibia wateja ama wanawaibia watu, na pia kando na hayo kumekuwa pia na watu wanasema kwamba wanasumbuliwa. Mtu amesema tu vizuri hataki kupigwa picha, lakini jamaa anamvuruta mkono, wanadada aswa. Kwa hivyo nyinyi kama viongozi maswala kama hayo mnashughulikia namna gani? As the leader, together with as the leadership of photographers here in Nairobi, we must set the pace. And because this is the capital, we must set the pace for other counties to take that example, to emulate. That is the best word I can use. We have a proposal to regulate or to regularize all the photographers in the city of Nairobi. And to have them regularized, it means there must be an umbrella, something like an association that can ensure all the photographers are members of this particular leadership structure, so that the leadership itself can sit down and decide the kind of vetting mechanism, the kind of disciplinary mechanism that can be able to take effort in ensuring that these all photographers have some order. And public order is one of the most important things. That is why if we go to the manifesto of Governor Sakaja, we'll see 4 pillars. Number 1, a city of order, dignity and hope and opportunity for all these photographers. Already photographers have opportunity. At the same time, they've been given a hope. While they are waiting to take photography, they are waiting to given those particular position. But what we are missing as photographers in the Nairobi, there is that order, which is very key and important. That is why you'll find some even security officers in the city of Nairobi from the office of the Inspector General, that is Jogo House. They are lamenting about the activities of photographers for one reason, because there is no public order. But if we enforce public order in the city of Nairobi, this is what it means. Photographers will have some order, will be regularized in a particular organization or association, they will be orderly. And even people, the public will feel safe and confident with the activity they are doing. For instance, these kind of photographers, they need to be sensitized on the appropriate conduct and how they need to behave. Some they need to be told how they need to dress sometimes, because presentability is key. The way you present yourself matters to your client. You cannot be enforcing, you cannot be intending to take photography of a public and yet you are not even dressed well. Even in every, you must present yourself in a good way so that you can get business. That is common sense. That is why, as the leaders of Nairobi, together with the association, respective association, we are trying to regularize photographers, bringing order so that they can be orderly and bring that presentability and also promote vibes and culture of Nairobi City County. Thank you. Wow. Actually that's great. My people there, najua hii mambo mnafuatilia na many people wamekuwa na hizi maswali. I think mnakuwa answered hapa with Jaware JM. Pia kuna wazazi, tukifunga tu sekta ya photography kidogo, kuna wazazi walikuwa wanasema ya kwamba wanahofia kwamba iwapo Bwana Sakaja amekubali watoto wafanye hii shughuli kwenye town hapa, naona pia ametengeneza mandhari si mabaya vile, lakini vipi nyinyi hamuoni ya kwamba iwapo serikali ya sasa itavunjwa na serikali nyingine ije ingilie kati, watakuja kutoa hawa vijana waseme ya kwamba sasa nataka jiji iwe safi na hatuwataki kwenye street? Wazazi wengi wanahofia hilo swala. Vipi kuhusu hilo? It's a good question, but we must also take ourselves back the way the motorbike started. Hao watu wanaitwa wanabodaboda. Wakati wanabodaboda walikuja Nairobi City ama walianzishwa mwaka wa kitambo pale, kulikuwa na
zile panda shuka wakasema wanataka watolewe katika street za Nairobi, lakini kwa sababu wako na usimamizi wao ambao ni uongozi wao mbadala, walienda pale kwa Governor Sakaja wakamweleza kwamba tuwezi tolewa because tuko na uongozi mbadala na tumejipanga vilivyo. Na sisi kama wanafotografia pia lazima tujipange vilivyo, tukuje kwa chama yetu kama association, ndiposa tuwezi tolewa hapa Nairobi. Na tukiweza kuwa na structure, because wanasema divided we fall, but together when we stand we shall be able to negotiate with the respective county government za Nairobi. Na hiyo wasiwasi wanafotografa haziwezi kuwa na wasiwasi yoyote, kwa sababu tutaendelea kufanya kazi, tutaendelea kupiga picha bila wasiwasi. Ndiposa hii association ya Green Visual Photographers of Nairobi iko Nairobi kutetea wanafotografa, kuhakikisha ya kwamba kazi yao nzuri ambao wanafanya kila siku imekubalika, na kuna zile vipengele vya sheria ambazo tutaweza kuzingatia. Kama ni petition tutaandika kuhakikisha ya kwamba hawa wanafotografia wamebaki katika street of Nairobi, kwa sababu kuna demand kutoka kwa hawa public, na kama kuna demand inamaanisha lazima kuwe na the red supply to meet this particular demand. Sawa sawa. Naam, nadhani watazamaji hapo nimejaribu kuwasilisha maswala yenu, na mlisema kwamba Mhenga, iwapo utakutana na mtu ambaye anaweza chambua haya maswala, basi hebu yapendekeze, na Bwana Jawara hapa ametupa jibu mwafaka. Hivyo basi watazamaji, acha turudi sasa kwenye taifa letu, yani nchi yetu ya Kenya. Basi Bwana Jawara, najua kwamba jinsi umeongea wanasema kwamba uongozi unaonekana tu, na naamini kwamba watazamaji wameona huu uongozi ndani yako. Hivyo basi kwa rate ya 10 or 0 to 10 unaweza sema vipi kuhusu kuhusu uongozi wetu, yani uongozi wa nchi ya Kenya? In terms of rating the national government and how it is impacting the people of Nairobi and the rest of the country, we can say it is doing better as compared to the previous years. I know there are many who are lamenting about the leadership of the country in terms of governance structure, but they have not taken time to understand how governance is already implemented in the city of Nairobi and across the entire country. Let's look at what the president of this great republic, Kenya, is doing. And I can say in terms of affordable housing program, the Social Health Authority, the way it is implemented and rolled out, and the way almost 30 million people, Kenyans, have already so far registered with this particular system, we can say it is a good move. Though there are other politicians who are vilifying and trying to bring some intimidation to all this system, tunasema ya kwamba ukipewa nafasi kama rais na uweze kupewa nafasi useme wewe ndo rais, kukuwa rais na kuweza kutekeleza kazi ni vitu mbili tofauti. Ukishapewa urais, unajua there are many factors you need to consider. Apart from politics, you have to ensure that the economy is working. Na economy working, it means wananchi ambao wanaona hapa lazima wakuwe na pesa kwa mfuko. Ukiona purchasing power imeweza kupungua, kama kitambo pale nyuma ulikuwa unanunua nyanya moja, leo unaweza kununua nyanya tatu, inamaanisha your purchasing power has doubled or has tripled. But the question we must be asking, the rating or the scorecard of this particular Kenya Kwanza administration, what is it? Previously it was at least with the challenges, but size the issue has already been politicized. Wanasiasa pale na pale wanasema ya kwamba serikali haijaweza kutekeleza kazi, lakini sisi kama vijana tunasema ya kwamba imejaribu kwa kiasi ambayo tunaweza sema kadri. Kwanza hapa Nairobi, angalia vile mandhari iko sawa. Hizi paveways zimewekwa because of the cooperation agreement between the county government and the national government. Utasema kwamba saizi Nairobi inang'aa, at least inakaa sura nzuri ukiangalia na pale nyuma. So at least the government is doing something great and better for the people of Kenya, despite the fact that wananchi hawana pesa kwa mifuko. Lakini pesa kwa mifuko italetwa na nini? Lazima wananchi wapewe nafasi waweze kufanya kazi. Na kwa sababu kazi ni zile kidogo, lazima wapewe nafasi pia, wapewe biashara. Na hizi biashara they must be sponsored through loans, ama tunaita kitu inaitwa SMEs. SMEs ndio njia kubwa ya kuleta maendeleo katika nchi. Let's look at the Kingdom of Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia inafanya mambo kubwa sana because waliweza kuzingatia SMEs, hizi job ndogo ndogo ambazo tuko nayo, kama for example za photographers. These people that have been empowered, wamepewa photography equipment, wanaweza kutekeleza kazi bila kuajiriwa na mtu yeyote. Watapata pesa zao hata kama 2,000 ama 3,000 kwa siku, na itaweza kuwamudu kimaisha bila wao kutarajia serikali iweze kuwapea hizi kazi ambazo ni kidogo katika City County of Nairobi, katika any other county across the country na national government. So
So tunaweza sema kwa scorecard ya Rais William Samoei Ruto saizi tunampatia 6 out of 10 kwa sababu amejaribu, lakini tuweze kumsubiri kwamba aweze kupanga kazi, atekeleze, tuone kama ataweza kutekeleza jinsi aliweza kutupromise wakati ya manifesto, ambapo walipeana zaidi ya 237 manifesto, na out of 237 manifesto ametimiza, tunaweza sema saizi 180. So tunampea 6 out of 10 kwa sasa, lakini tumpe muda tuone ambayo anaweza fanya. Salale, hiyo sauti ya vijana hapo. Basi pia Bwana Jawar, umetaja vitu vingi sana, na nashukuru sababu yote yamejibiwa, maswali yote ambayo yalikuwepo kwenye hafla yetu ama kwenye vitabu vyetu, mengi yao umeajibu. Lakini pia umesema kwamba Bwana Sakaja amefanya kazi hapa mjini Nairobi, ametengeneza sahi mji unakaa vizuri, lakini ukiangalia kwenye opposition parties wanasema kwamba bado Nairobi inahitaji kazi mingi sana, inahitaji kufanyiwa kazi, na hii kazi hailali upande wa serikali. Kwa hivyo tusichukulie Nairobi kukaa vizuri hivi kuiweka upande wa serikali, tuseme kwamba serikali imefanya kazi, na bado pia mvua ikinyesha bado maji yanagwama kila sehemu. Kwa hivyo sieti ndio ni vizuri kuwekelewa haya mawe kila mahali, lakini sio kila mahali. Kwa hivyo kuna shida hapo hivyo, na pia wanasema kwamba serikali bado inahitaji, vijana wengi wanasema kwenye comment section pale ya kwamba eti ndio tunashukuru Bwana Rais amefanya kazi, lakini tunamhitaji akaweze tu kupumzika, tuachie vijana tufanye kazi, na bado ni vijana wenzako. Kwa hivyo kuna uwezekano vijana hawaelewani, ama mambo yapi yanaendelea? Na kupata sana. That is a good question. I also do civic education. Civic education is important in a country. That is why we need to even inculcate this civic education for the people to understand what really is we can say the yardstick of measuring whether a president is doing something or not. Tukiangalia wakati 2022 wakati Rais William Samoei Ruto alikuwa anakuja kwa uongozi, alikuja na manifesto na akapanga kazi, akasema yeye ni bottom up economic transformation agenda. Akasema ataweza ku raise hustlers from one point to another, ata increase mama mboga waweze jinsi yao waboreshwe kimaisha. Tukiangalia opposition sasa hivi hakuna agenda, wanasema Ruto must go, wengine wanasema one term, lakini there is no agenda. Ukitoa huyu rais, solution, what is the solution? What are you going to do better? Wezi mtoa bila njia mbadala, tutajipata njia pande. Umemtoa Rais William Samoei Ruto, umeingia pale bila agenda, bila mipango, bila mikakati, utaweza kutekeleza kazi vipi? Lazima ukuwe na agenda, uambie wananchi this is my agenda, this is what I want to do, whether it is based on the spirit of the constitutionalism, whether you want to focus on national economic agenda, you must tell the people, and then the people to decide whether you are doing something better or maybe you are just worse like President William Ruto. So tukiangalia kwa hii manifesto yote ambayo inapangwa, lazima kina Sifuna, kina Gachagua, kina Kalonzo Musyoka waweze kutuambia agenda yao ni gani, njia mbadala ni gani, ndiposa sisi kama vijana akishaenda solution ni gani. Hatutaki kuweka mtu pale kwa sababu ya hasira, tunataka suluhu kwa wananchi, ndiposa tunasema ya kwamba lazima tupate yule kiongozi ambaye analeta njia mbadala, inaitwa alternative agenda. Atuambie kama ni SHA anaenda kurekebisha kivipi, na SHA what are the gaps, na kama ni hii maneno ya affordable housing, tayari watu wameshajengewa nyumba, hizo nyumba zitabomolewa ama nyumba zitapewa kina nani? Do they have the title deeds? Hizo ndo maswali lazima tujiulize kama viongozi hapa Nairobi. Sio maneno ya two term, one term. Lazima tujue ni agenda gani tofauti ambayo italeta njia tofauti na manufaa kwa wananchi. Because kitu moja sisi tunaangalia ni hivi. Kama wewe unataka kuwa kiongozi, lazima ukuje uuze sera, uambie wananchi ya kwamba this is how you must do things differently. Ndio maana sisi tuweze kukusikia vizuri, tuone kwamba uko na agenda, uko na mipango, uko na mikakati ambayo italeta manufaa kwa Wakenya wote. Lakini maneno ya one term, two term haitaleta hadhi yoyote, haitaleta utofauti katika nchi hii. Lazima tujiepushe na vitu kama hayo. Naam, sauti bado ya vijana
Na bado pia tukimalizia hilo swala, sababu inaonekana kwamba vijana bado mnapima mizani, ndio maana kuna hiyo chant ya one term na two term. Na pia Bwana Jawara hapa ametukataza kwamba hilo sio suluhisho. Na basi pia Bwana Jawara, jinsi umesema kwamba opposition walisema ya kwamba hawana agenda, ama mmesema kwamba hawana agenda. Lakini kuna video moja ya Bwana Rigathi Gachagua akisema kwamba Bwana Rais asiwe na shaka na agenda yao, sababu asiwe na wasiwasi na jinsi watakavyomtoa. Yeye afanye kazi yake na wao pia wanajipanga jinsi watakavyomtoa. Na pia akasema ya kwamba agenda yao inaonekana tu wazi. Agenda yake ya kwanza ni kuunganisha watu, ndio maana opposition. Vipi, haoni kama ni njia ingine mwafaka, kama njia mbadala ya wana opposition kuchukua hii kiti? Sio njia mwafaka, because lazima kukuwe na agenda. Kila mahali lazima ukuwe na agenda. Lakini siku zote wanasema ya kwamba Bwana Ruto ni sharp boy. Iwapo atatoboa agenda yao, atatafuta contradiction of it. Saizi unaona vitu kama saizi 2022 we were talking about national economic agenda. Saizi tunaangalia development. Ukiona amesha change tayari, ameleta masuala ya development. Ukimwona kiongozi ambaye ni seneta wa Nairobi, ameleta masuala ya katiba, kufuata katiba, kutekeleza katiba, the spirit of the constitutionalism. Lakini swali ni moja, iwapo nchi hii tutakosa kufuata masuala ya katiba na tuweze kusema tunataka kufuata masuala ya uchumi, ni watu wanataka uchumi ama ni wale ambao wanataka katiba itekelezwe? Unapoangalia mwaka 2022 pale ambapo marehemu Raila Amolo Odinga alikuwa anashindana na William Samoei Ruto, ulimuona Raila pale alipokuwa na yule running mate wake ambaye ni Martha Karua, alikuwa na focus sana kwa maneno ya constitution, katiba, kutekeleza katiba. Na wananchi wa Kenya wakasema wanataka masuala ya uchumi. Ukiangalia kati ya katiba na uchumi, gani iliweza kupata nafasi? Tutapata ni uchumi. Ndiposa sasa hivi watu wengi saizi wanataka kuhakikisha kwamba pesa iko kwenye mifuko zao. Mwananchi yeyote ukimuuliza hapa kwenye hii foleni, utamuuliza unataka sana kukula katiba ama unataka uchumi uimarishwe? Atakwambia nataka uchumi uimarishwe. Because kama ni hata kutekeleza katiba, unaweza tekeleza katiba lakini uchumi kushinde. That is why ukipewa nafasi kama kiongozi, kuna lazima ujue kubalance between uchumi na katiba. As much as unatekeleza katiba, lazima ujue uchumi lazima uimarishwe na wananchi wataki lawama. For example, ukipewa nafasi kama rais, uko na kazi ngumu sana, jukumu ni kubwa sana. Kwa sababu gani? Unapopewa urais utajipata kwamba lazima upandishe ushuru. Kwa nini unapandisha ushuru? Watu wengi hapa ambao kwa foleni unapata ni wafanyakazi wa serikali. Utataka mshahara yako iongezwe. Mshahara itaongezwa vipi? Itabidi KRA iongeze ushuru. Ukiongeza ushuru utalalamika ya kwamba ushuru imeongezwa. Na ukiambiwa umefanya kazi lakini next month hakuna mshahara, si utakasirika? Ndiposa ukikuwa rais lazima utaongeza ushuru, ndiposa waweze kupata pesa ya kulipa, au utapata madaktari wanataka nyongeza ya mshahara through collective bargaining agreement, utapata nurses wanataka nyongeza ya mshahara through collective bargaining agreement, utapata kila sekta inataka mshahara. Kama rais utafanya njia vipi? Lazima utaongeza ushuru. Na ukiongeza ushuru wananchi watalalamika. Wakishalalamika wataenda kwa maandamano kwa street. Na kama wewe ni rais, imagine wewe ni rais, uone watu wanaandamana pale, lazima utaweka polisi. Na polisi ni kama mwanadamu kama wewe. Anapoona wewe you're not following order, lazima atapiga tear gas. Anapopiga tear gas, utasikia opposition nasema ya kwamba rais atekelezi katiba. Na hivyo, so ukikuwa rais au utakuwa popular. Hata leo ukipewa urais, popularity lazima itashuka chini. Mtu yeyote, tukiangalia mwaka 2022, Ruto was most popular. Lakini saa hizi is not popular because is an execution, is doing the work for the country. Na hakuna mtu atafurahi. Kila mtu atakuwa analalamika. Lakini sasa hivi utapata Rigathi Gachagua ameunda jina kubwa sana. Lakini anapokuwa president leo, utapata umaarufu itashuka. Kwa sababu hakuna two tools ambayo ni KRA na National Police. Hiyo inafanya inaleta shida yote. Lakini lazima tujue tunatatua hizi shida kivipi kama mwananchi. Lazima tuangalie, tuweze kuinterrogate agenda zote, both ya opposition na serikali, tuchunguze kwa uwazi, ndiposa tujue gani italeta maendeleo kwa mwananchi. Naam, watazamaji, wanasema kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Hivyo basi pia walisema nyumbani kuzuri, lazima nyumbani kuongelewe.
tumetoka kwenye taifa letu la nchi. Hivyo basi acha tuzungumze kidogo tu kuhusu jiji letu la Nairobi. Na hapa ni kuwakumbusha tu, hii ni episode 1 of this, and Mhenga G being my name and I'm having here Jaware JM. Hivyo basi Jaware, hebu zungumzia tu mambo machache kuhusu jiji letu la Nairobi tukimaliza hii episode. Mimi kama Jaware JM ndasema hivi. Mimi kama kiongozi hapa Nairobi City County ndasema Governor Sakaja amejaribu kidogo. Na tumpe nafasi. Najua watu wengi watapeana opinion tofauti wakisema ya kwamba hajaweza kutekeleza kazi. Lakini Nairobi leo ni kubwa sana. Ndiposa tumepeleka petition mingi sana tukisema hii Nairobi itakana ikuwe divided into 4 boroughs. Ikikuwa divided into 4 boroughs itakuwa rahisi kwa yule ambaye anakuja kuwa gavana kutekeleza kazi. Kazi kubwa ambayo inasumbua watu Nairobi ni hii maneno ya garbage collection. Garbage collection iko na cartels wengi Nairobi sana. Hata unapopewa nafasi mtu yeyote, hauwezi pigana na cartels kwa washinda. Cartels ni watu ambayo wamekiza mizizi katika Nairobi. Number 2, unaangalia maneno ya sewer lines. Ukiangalia hapa utaona watu wa Green Army wamekuwa wakitekeleza kazi waki-unclog hizi shimo ambazo zinapeleka maji. So wanajaribu kidogo. Number 3, utaona saa hizi kuna walkways ambazo ni mpya, utaziona ni bora kidogo, zimetengenezwa ambayo wanataka kuangalia ziboreshe beautification in the city of Nairobi. Number 4, utaona ya kwamba saa hizi jiji ya Nairobi wamejaribu kuongeza zile tunaitwa drainage lines pale Uhuru Highway. Utaona zimekuwa deepened na zimekuwa widen, at least maji kinyesha kuweze kuwa na maji na flow vizuri. Number 4, utapata pale karibu na archives kulikuwa na choo pale ambayo ilikuwa ina cause a lot of flooding, na hiyo choo iliweza kuondolewa. Wakasema ya kwamba at least itaweza kunufaisha Nairobi kidogo, iboreshe hali ya Nairobi. Ndio posa tunakuwa patient. Wache inyeshe next year tuone kama kutakuwa na flooding ambayo tumekuwa tukingoja, na kama itaweza kupungua tunaomba sasa tuweze consider Governor Sakaja, kwa sababu at least anajaribu kazi kidogo, tumpe nafasi because Nairobi ni ngumu. Kidero ilimshinda, Mike Mbuvi Sonko ilimshinda. So tupe Governor Sakaja nafasi, tuone atafanya vipi. Amebaki na 1 year kwa office. Kama atashindwa, wananchi wa Nairobi wako na njia ya kumtoa, wachague yule mwingine. Lakini chenye ndaambia watu wa Nairobi, hata tukieka nani hii Nairobi bado itamshinda, because tunataka tufanye hivi. Nairobi lazima ikuwe subdivided into 4 boroughs, kama ni Nairobi Central, Nairobi North, Nairobi South ama Nairobi East, na kila mtu aweze, kwa sababu Nairobi iko na 17 sub counties na budget ni kubwa, lakini pia cartels ni wengi sana. For example, utapata katika Nairobi City County kuna employee ambaye aliletwa na maybe marehemu Raila Amolo Odinga, anafagia chini, na wewe kama director hauwezi mwambia kitu. Huyo ni employee peke yake ambaye kazi yake tunamuita administrative support system peke yake, na haezi ambia mtu kitu, na nipata. So ukiangalia Nairobi, cartels ndo wanaharibu Nairobi, na hao cartels hauwezi wapeleka mahali. So unless we do a system overhaul kabisa, na Nairobi ikuwe divided into 4 sections, ndiposa gavana yule atakuwa pale anaweza tekeleza kazi. Hivyo haiwezi fanyika. Sasa tunaomba tupe Sakaja nafasi, ajaribu kufanya beautification ambayo anafanya hapa CBD. Tuone mvua inyeshe next year, isipokuwa na flooding tumpe nafasi tena miaka ingine 5, tuone ambaye agenda ako nayo kwa watu wa Nairobi. Si kwa hivyo ni sawa? Na watazamaji, bado nawakumbusha tu, kilicho na mwanzo basi lazima kiwe na mwisho. Sauti ya vijana hapa jiji la Nairobi. Na basi pia kuwakumbusha tu, kuitwa mhenga sio tu jina. Wahenga wakukosea walipotema utemi tema tuliotemwa na watemi utema kwamba mwenda tezi na omo marejeo ni ngamani. Tumerejea kuwakumbusha tu kwamba kuna episode ya pili DSM Media, ikiwa jina langu ni Mhenga G. Bwana Jaware hapa, mtetezi wa vijana hapa Nairobi. Tupatane kwenye episode ijayo. Asante sana Bwana Jaware.